Baba mdogo, haki haitatokea kama hii nyumba na hiki kiwanja akapewa mtu mwingine tofauti na mimi. Sasa wanangu, Kasimu, naomba naenda kusoma barua ya mirathi kama ifuatavyo. Ndio, tunakusikiliza baba. Barua ya mgawanyiko wa urithi. Mzee Matata alikuwa na mashamba mawili. Moja lilikuwa bondeni lenye jumla ya hekari 60. Lingine lilikuwa eneo la juu ambalo lina jumla ya hekari 30 pamoja na eneo dogo lenye nyumba na eneo kidogo baba mdogo la ardhi. Baba mdogo, samahani. Hiyo unayozungumzia nyumba na ardhi, nyumba ndogo ndo hii na nyumba kubwa ni hii hapa. Nitashangaa humo kwenye barua unayoisoma kama kutatokea na mabadiliko ya kupewa mtu mwingine hiki kiwanja, hii nyumba hii na hii ardhi ni haki yangu mimi. Na niyo baba mdogo, ni haki yangu mimi. Bapi wabisa konga jampa kapi no babango shonipo walo wakineshi. Mama Pili. Okwenda nino gahabo sikabu nene. Yuwa humura. Kaka, sikiliza mzee. Maana mzee ndo aliyepewa zamana ya kugawa huu mgao. Unanitaja wewe Juma? Sina ukona wewe. Unaniona sina ukona wewe Juma. Sikutaki. Kasimu. Naomba nyamaze. Kaka Kasimu, mbona hutaki kumsikiliza baba? Msikilize baba mdogo anachokizungumza. Mali zitakufikisha wapi kaka? Mbona kaka Salumu, kaka Bakari wote wako kimya? Mbona wewe unakuwa hivyo kaka? Msikilize baba anachokizungumza. Neema. Naomba utulie. Kasimu, naomba unisikilize. Mimi ndo baba yako. Sawa baba, nimekusikiliza, lakini kuhusu nyumba na kiwanja hapo kwa kweli hatuelewani. Nani Juma? Kasimu, naomba unisikilize kwa makini. Kusikiliza baba. Vurugu zilizotokea jana hadi kujisikia. Mimi ndio nimepewa dhamana wa kugawa kila mtu haki yake. Baba mdogo, haki haitatokea kama hii nyumba na hiki kiwanja akapewa mtu mwingine tofauti na mimi. Lakini naomba unisikilize. Naendelea. Mzee Matata aligawa eneo lake kama ifuatavyo. Eneo la bondeni lenye jumla ya hekari 60 litakuwa chini ya umiliki wa Kasimu pamoja na Salumu. Sawa baba, wote tumekusikia. Eneo hilo litagawiwa 50% kwa 50. Nimeshakuelewa baba, hapo haina shida. Endelee. Kwa maana yake sasa Kasimu atachukua hekari 30, halafu Salumu atachukua hekari 30. Eneo la juu likiwa chini ya Neema na Bakari ambalo pia watagawana 50% kwa 50, ambapo Neema atapata hekari 15, Bakari atapata hekari 15. Asante baba. Sawa baba. Nakuja eneo la nyumba na ardhi kidogo. Hili eneo atapata Juma. Baba nani baba? Kasimu. Baba
Hii ndio karatasi ya ulisi. Ndio karatasi ya ulisi. Umeamua kuninyang'anya karatasi. Baba, nilisema kwamba hapa ni sehemu yangu. Karatasi na kana, wewe kazi yako umemaliza baba. Basi umeshatupa ulisi wetu. Umeamua kuninyang'anya. Kwa hiyo niwaache sasa, wenyewe mtajua mnachofanya. Sawa, haina shida. Kwa naamini Juma ni ndugu yetu. Ndiyo, Juma ni ndugu yetu. Asingekuwa ndugu yetu tusingeishi naye hapa. Mama yake na Juma alikuja kumchukua Juma hapa akiwa na mwaka mmoja. Kasimu, umeamua kuja kuniingilia? Umeamua kuja kunivunjia heshima? Basi nimezivua sasa, kwenye kikao nimetoka. Mtajua wenyewe. Baba. Jamani, ndugu zangu, naomba mnisikilize na mnielewe kitu kimoja. Mimi sijaja hapa kwa ajili ya haya mambo mnayozungumzia, sijui masuala ya kiwanja, sijui nyumba. Mimi nilikuja hapa kwa ajili ya jambo hili moja tu, kwa ajili ya mzee wangu. Kwa hiyo nyinyi kama mnazungumzia sijui nyumba, kiwanja, nyinyi chukueni, haina shida. Mimi nawaachia, chukueni. Nilijua. Masikini akipewa nafasi uogopa. Kwa hiyo Kasimu, unamaanisha mimi maskini? Ni maskini, umeogopa? Karatasi hii hapa. Kwani uko umejia nini? Hivi kweli kadugu kwetu kweli? Bakari, nyamaza. Salum, Bakari, Neema, ulisisuka hapa. Mimi ni nani? Kaka. Mimi si kaka yenu mkubwa. Nisikilizeni. Baba mdogo, nimekuheshimu. Wewe kazi yako umemaliza, umetupa kietu. Basi. Basi, mbona ule hakujisake kongo shwande, ule mpaka leo unaleja no baba kweli. Leta lejo baba boko baba pili. Leo kubisa kineshi ngo shwane. Mama pili. Ukunja mino kahase bure. Na roho hake kina ngori na masara. Nina kuchore urisi no mwana kwa arafu na ngori ngerera. Uri ngerera ki? Mama pili. Shida kaka Kasimu yeye sio msikivu. Haya. Kaka Juma ameshajitoa. Kwa hiyo hapa hakuna haja ya kupaniki. Yaani unajua nini dada? Kwanza mimi nilikuwa nategemea kitu hiki kimoja. Kwamba huyu Kasimu kwa vile yeye ni mkubwa wa familia hii, mimi nilitegemea kwamba yeye angekuwa ni wa kwanza kusema kwamba jamani, wadogo zangu, hivi vitu naomba nyinyi mchukue nyinyi. Mimi kwa kuwa ni mkubwa, basi mimi nitapambana mimi kama mimi kutafuta vya kwangu. Lakini sio kwamba yeye ndo anakuwa wa kwanza kuanza kukandamiza, yani kusema kwamba hiki mimi nikichukue, hiki nikichukue. Na cha ajabu analilia mpaka nyumba. Sasa hapa ndo nimemwona kaka yetu ni wa ajabu. Alafu Juma, mimi nilitegemea kwamba ni Kasimu yeye ndo atakuwa ni kiongozi wa kusema hapa wadogo zangu tufanye 1, 2, 3 haya mambo yaishe. Sasa kakaangu naona nikwambie kitu wewe. Nikwambie kitu. Na kuheshimu tu kwa sababu, yani nakusai kwa sababu yupo baba mdogo. Leo wewe tulia, mambo tulia. Na haya yote analeta huyu. Kabisa. Ni Kasimu. Kitu kishamalizika. Habari ya ulisi. Yaani hii nyumba kapewe haka. Na kiwanja hivi nimewaachia kaka. Tumechimba kichuguu hapo, mimi na baba tulichimba hicho kichuguu hapa tukajenga nyumba. Kaje kapewe haka. Kama ondoka kakiwa na mwaka huu. Tutaaminije kwamba kwa sababu tuko nafanana na sisi awe ni ndugu yetu? Baba unamwamini huyu ndugu yetu, unamwamini wewe? Sasa kana mliko na mchongo na uzuri karatasi na hii imeenda. Baba mdogo, kama na wewe unaona kwamba tukupatie sehemu ya shamba, upati ng'ombe. Unanielewa baba? Ni hivi, huu ulisi ni wa kwetu. Nasema hivi, hiyo imeenda. Sasa Neema, mimi sasa hiki kikao nimejivua. Na mimi nasema hivi, wewe ukipata una tatizo sawa? Muone Juma, mtanifuata mimi. Sawa? Lakini haya masuala yenu haya ya ulisi nini, mimi nimewaachia wenyewe. Aha, kumbe rengo lako. Nimejivua. Na wewe Neema, ukionaje mfuate nani? Unanielewa? Ukionaje na mfuate Juma. Imeisha hiyo. Karatasi wewe, Salumu. Hii hapa, Bakari, nitazame mimi. Hiyo imeshiragana hiyo. Tatu hapo yaka hivi. Dada Neema, mimi kwa kweli dada yangu naomba niwaage, mimi niende. Kama alivyosema mzee kwamba ukipata changamoto yoyote wewe nitafute mimi. Ukishindwa naomba mtafute
baba mdogo kama alivyokuambia. Kwa hiyo haya masuala mengine yote hapa mimi naomba sasa niwafanye niwaache. Mimi masuala ya mahali na mirasi na nini mimi nimeshawaachia, nimeachana nayo. Na kama unavyojua vichwa vya kaka zetu, kwa hiyo wewe nitafute au mtafute baba mdogo. Mimi naomba nikaendelea na mambo yangu mengine nyumbani. Mwache tu aende. Haya kaka, ufike salama. Kama mkubali kuwa ndio ni kaka yako. Ondoka naye. Baba Pili. Sichana naye. Baba mdogo naye si. Baba mdogo, simu yako umeacha.